Hakuna mji au nyumba ambayo mtu atakwenda kuishi baada ya kuondoka duniani, baada ya mauti. La dara lilmar'i ba'da almauti yaskunuha, mtu hana nyumba atakayokwenda kuishi baada ya mauti yake illa alladhi kana qabla almauti yabniha, isipokuwa atakwenda kuishi kwenye nyumba ambayo kabla ya kufa kwake hapa duniani alikuwa ndo anaijenga. Ile nyumba unayoijenga, unayoitayarisha hapa, ndo utakayokwenda kuhamia kuanzia barzakhi mpaka huko mbele tunakoenda. Fa in banaha bi khairin, ikiwa mtu nyumba yake kaijenga kwa khairi, kajenga nyumba njema ya akhera, taaba maskanuhu, nyumba yake itakuwa ni nzuri kwake, maskani yake itakuwa ni maskani nzuri. Wa in banaha bi sharrin, ikiwa mtu nyumba yake ya baadaye kaijenga kwa shari, khaba baniha, mjenzi wa nyumba hiyo atakuwa kaenda patupu, ataenda huko hana pa kufikia, hana nyumba, kajenga nyumba mbaya. Kwa hiyo maneno hayo nimeyasoma ya hadithi ya Mtume, na haya maneno ya Saidina Ali yana tafsiri hayo maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tupo duniani na dunia ni tamu, tunaipenda na tunashindana kwa mazuri yake, lakini unatakiwa utumie kipindi chako hiki cha kuwepo duniani na unayoyafanya yawe yana dual purpose, yawe yana malengo mawili. Unafanya jambo lako la dunia, papo hapo ulifanye kwa namna ambayo likupatie faida ya akhera. Lakini kama unafanya jambo kwa malengo ya dunia peke yake, akhera hamna, ushaharibu kila kitu na unakokwenda kutakuwa kubaya. Nadhani nimefahamika. Kwa hiyo nasaha zangu kwa leo ni hizo. Tutumie kipindi chetu hiki, tuko hai, tupo duniani, kufanya kwa umakini, kwa ufanisi amali ambazo zitatupa faida ya hapa duniani kwa sababu ndo tupo, lakini pamoja na faida ya duniani ulifanya jambo lako likubalike kwa vigezo vya kiibada, liwe ni amali njema na kesho ukalipwe thawabu. Lakini ukalifanya kwa taratibu zetu za kidunia tu, likakosa vigezo vya kukubalika kuwa ni ibada, akhera halendi kukufaa jambo lako. Naona nisimame hapo, nimefahamika. Allah tuwafikishe kufanya kila analolipenda na kuliridhia. Ajalie tunayoyatenda yawe ni amali zenye matokeo mazuri kwetu, na siku ya kukutana naye atukusanye pamoja na waja wake wema. Wassalamu alaikum warahmatullahi.